قال المؤلف رحمه الله تعالى مؤلف اللهم رحمه amesema wa ayyuma imra'atin na mwanamke yeyote duniani wahabat nafsaha lirajulin aliyeitolea nafsi yake kwa mtu yeyote ili aolewe bila ya mahari fa innaha bas hakika mwanamke huyo la tahillu lahu si halali kwa mwanaume huyo ikiwa amemuoa bila ya mahari mwanamke huyo si halali kwa mwanaume huyo na hiyo ndoa itavunjwa mwanaume na mwanamke watafarikishwa huyo aende kwao asihesabu kwamba ana mume na huyo aende kwao asihesabu kwamba ana mke itafasikhiwa baada ya kutenganishwa yuaqabani wataadhibiwa wote wawili mwanaume ataadhibiwa na qadhi kadhalika mwanamke ataadhibiwa adhabu hiyo itakuja na itakuwepo innala minha shay'an ikiwa mwanaume amemwingilia mwanamke huyo hata kama mara moja na wataadhibiwa kwa kuwa wamelifanya jambo la haram dini na taratibu wao hawajafuata taratibu za dini kwa kuwa wanaichezea dini wataadhibiwa illa biwali isipokuwa mwanamke huyo atakuwa halali kwa huyo mume itakapokuwa ndoa hiyo imefungwa kwa idhni ya wali wa shahidai adlin na mashahidi wawili waadilifu wa sadaqin na mahari idhni ya wali ni sharti miongoni mwa shuruti za ndoa kwa hiyo ndoa haitosihi illa kwa idhni ya wali au kuhudhuria kwake mwenyewe akatoa idhni au akampa idhni wakala wake akaja kuozesha kwa idhni ya wali wa shahidai adlin na mashahidi wawili waadilifu wanaume wanaosikia waelevu walotimiza umri wa baligh wa sadaqin na mahari kwa kuwa hiyo ndoa iliyofungwa bila ya mahari ndio ikaonekana kwamba mwanamke si halali kwa huyo mwanaume kwa kuwa imekosekana sharti ya wali sharti ya mashahidi sharti ya mahari ridha imepatikana ridha zawjain imeshapatikana kwa kuwa sharti hizi zimekosekana si halali ndoa itafasikhiwa na wataadhibiwa wote wawili ikiwa mwanaume alimwingilia mwanamke japo mara moja an-nikahu la yasihu illa bi shurutin ndoa haisihi illa kwa shuruti minha miongoni mwa shuruti hizo alwaliyu kupatikana idhni ya wali alladhi ya'qidu laha wali ambaye atamuozesha mwanamke wa huwa na huyo wali alqaribu min asabatiha ni yule mtu wa karibu miongoni mwa asaba wake asaba ni ndugu
wa huwa alqaribu, na wali ni yule mtu wa karibu, min asabatiha, miongoni mwa asaba, ndugu zake. قال صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema haisihi ndoa illa kwa idhni ya wali na mashahidi wawili waadilifu. Katika mpangilio wa mawali kuna khilaf kwa ulama, lakini Shafi'iyya wao wanaona kwamba wa kwanza ni baba, akikosekana babu, akikosekana kaka, baba mmoja mama mmoja, akikosekana kaka wa baba mmoja, akikosekana mtoto wa kaka tamwozesha shangazi yake, akikosekana ammi, baba mdogo au baba mkubwa, akikosekana mtoto wa baba mkubwa au baba mdogo. Daraja zitashuka kama hivi. La yajuzu lilmar'ati, haijuzu kwa mwanamke, an ta'qida li nafsiha, kujiozesha mwenyewe bal la budda an ya'qida laha waliyuha, bali ni lazima aozeshwe mwanamke huyo na wali wake. Fa in aqadat li nafsiha, kama mwanamke atajiozesha mwenyewe, fa aqduha fasidun, basi ndoa yake hiyo ni fasid, imeharibika. Wa hadha madhhabu jumhuri ahli alilmi, na haya ni madhehebu ya jumhuri ya ahli alilmi. Ndoa yoyote ambayo kwamba imefungwa bila ya wali, ndoa hiyo ni batil, na hili si jambo la kulichezea hili si jambo la kulichezea. Wa inda al-Hanafiyyati, na katika madhhabu ya Imamu Abi Hanifa na Mahanaf, annahu, hakika mambo yalivyo, yajuzu lilmar'ati, inajuzu kwa mwanamke, an ta'qida li nafsiha, kuiozesha nafsi yake mwenyewe, akajiozesha. Fala yashtarituna alwaliya, wao Mahanafi hawaweki sharti ya wali, hawaweki sharti ya wali. Iwapo tu kwamba mwanamke mkubwa ana akili, ametimiza umri wa baligh, si mwenda wazimu, Hanafia wao wanaona anaweza kujiozesha mwenyewe, wali ajue asijue. Lakin hadha madhhabun mukhalifun lidalili, lakini kauli hii, madhhabu hii imekhalifiana na dalili. Dalili ni maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, bali zimekuja ayat nyingi zinazohimiza ndoa zisimamiwe na mawali. Kwa hiyo kauli hii ya Imamu Abu Hanifa na Mahanafi kwa ujumla ni kauli ambayo inapingana na dalili, haishiki. Walima alayhi aktharu ahli alilm, pia kauli hii inapingana na kile ambacho juu yake wako wengi katika ahli alilm. Walianna almar'ata, kwa sababu mwanamke, qasiratun, yeye na mapungufu. Farubbama, huenda mwanamke huyo, ta'allaqu birajulin, atajiambatanisha na mwanaume, la yasluhu laha, mwanaume ambaye hafai mwanamke huyo kuambatana na mwanaume huyo, kwa kuwa ana mapungufu
anaweza akajua kwamba mwanaume huyu ananifaa na hali ya kuwa mwanaume huyo hafai. Kwa jambo hili kumwachia yeye kama yeye achague na ajiozeshe, jambo hili ni khilafu sunna. Mwanamke ana mapungufu, anaweza kujichagulia mtu ambaye hayuko sawa, wala yasluhu liusratiha. Pia anaweza kujichagulia mwanaume ambaye hafai kwa familia yake. Kwake mwenyewe mwanamke, mwanaume huyo hafai, na mwanaume huyo pia hafai katika familia ya huyu mwanamke. Liannaha sahibatu atifatin, kwa sababu hiyo mwanamke ni mtu wa kutamani na kupenda. Asli yake ni mtu wa kutamani tamani na kupenda penda. Wa nadharatin ajilatin, na ni mtu ambaye ana mtizamo wa haraka. Mwanamke anaweza akamtizama mwanaume akampenda papo hapo, na ghafla akapitisha maamuzi, nimekubali kuolewa hata leo. Wewe tu hamjui, hajamchunguza, hana sifa. Kwa hali hiyo basi, walidhalik, kwa ajili hiyo, rudda al-amru ila liwali, jambo la kuozeshwa mwanamke limerejeshwa kwa wali. Msimamizi wake ndiye ambaye atasimamia jambo hili. Wallahu jalla wa ala khataba ar-rijal bin-nikahi, na Allah mtukufu amewaongelesha wanaume kwa kusimamia suala la ndoa. Wallahu jalla wa ala khataba ar-rijala bin-nikahi, na Allah mtukufu amewaongelesha wanaume wasimamie ndoa. Faqala ta'ala, akasema Allah ta'ala, wa aslihu al-ayma wa ankihu al-ayama minkum, na waozesheni wajane miongoni mwenu. Wa ankihu al-ayama minkum, waozesheni wajane miongoni mwenu. Mwanamke mjane ni yule ambaye hana mume, ni mmoja alifiwa na mume wake au aliachwa, huyo ni mjane. Wanaoambiwa waozeshwe hapa ni nani? Mawali. Dhamiri hii ni ya kike ya kiume, wanaambiwa wanaume hapa. Wanaume hawa ni nani? Ni mawali. Wa ankihul ayama minkum, nyinyi wanaume waozesheni wajane miongoni mwenu, kwa maana miongoni mwa wale ambao wapo chini ya mamlaka zenu. Ni Suratun Nur aya 32. Hadha khitabun lirrijali, hii ni khitabu ya wanaume. Wanaoambiwa hapa ni wanaume. Faamara ar-rijala biinkahi al-ayama, wameamrishwa wanaume kuwaozesha wanawake wajane, yani alladhina laysa lahum azwajun, wajane ni wale ambao hawana waume. Hii ni dalili ya kujulisha ndoa haitosi illa kwa wali. Wal hadith na hadithi imekuja, la nikaha illa biwaliyin wa shahidai adlin, aisihi ndoa illa kwa idhini ya wali na mashahidi wawili, tena waadilifu. Waadilifu ni wale ambao kwa udhahiri wao wanamcha Allah subhanahu, wanajiepusha na maovu. Na hapo nyuma tuliona kwamba Muislamu asili yake ni nini? Uadilifu. Muislamu asili yake ni uadilifu. Kwa hiyo itasihi wali aliyekuwa kafiri, shahidi aliyekuwa kafiri, awe Muislamu mwadilifu. Wa fi hadith, na imekuja katika hadith,
ayyuma imra'atin nakahat bighairi idhni waliha fanikahuha batilun batilun batil. Mwanamke yeyote ambaye ameolewa mwanamke yeyote aliyeolewa bighairi idhni waliha, bila ya idhini ya wali wake, fanikahuha, basi ndoa ya mwanamke huyo batilun ni batil, batilun ni batil, batilun ni batil. 3 maratin, maneno haya aliyasema mara 3 kwa msisitizo. Ayyuma imra'atin, mwanamke yeyote, nakahat, aliyeolewa, bighairi idhni waliha, bila ya idhini ya wali wake, fanikahuha batilun batilun batilun, basi ndoa yake hiyo ni batil. 3 maratin, tumalisema maneno haya mara 3. Hapa utagundua umuhimu wa kusimamia wali. Sio jambo la kulifanyia tasahul, ukaiba watoto wa watu kaozesha bila idhni ya wali. Unatoa kibali cha zinaa wewe. Kwa hiyo mtu anapokuwa anaenda kusimamia ndoa awe makini sana. Wali ni nani? Na huyo wali kweli yupo katika daraja za mawali? Anastahili kuwa wali? Alwali yakunu mani'an hasinan laha, wali anakuwa ni kizuizi na ni ngome ya kumlinda mwanamke. Hasinan laha, wali anakuwa ni ngome ya kumlinda mwanamke. Minat talaabi, kutokana na hali ya kuchezewa. Wali anatakiwa awe ni mlinzi, ni kizuizi na ni ngome kwa mwanamke, ili mwanamke asiwe anachezewa na wanaume ovyo ovyo. Kwa hiyo mtu anapotaka mchumba anaenda kwa wali, anatoa taarifa, wali anamchunguza huyu mtu anastahili. Hakiwa ana sifa haozeshwi. Lakini mwanamke yeye kaona na sifa, ndio maana akamwambia nenda nyumbani. Kashampenda, kapewa chips juzi, kafurahi. Anaona leo ananipa chips, bado hajanioa, akinioa atanipa mamilioni. Nenda nyumbani bwana. Lakini baba mwenye utambuzi, mwenye ufahamu, akamfuatilia kijana huyu yukoje, akhlaki zake zikoje, dini yake ikoje, manhaji yake yakoje, akagundua kwamba huyu kijana hana dini ilo sawa sawa, akhlaki mbaya, miamala mibaya, muashara mbaya, bali mwizi. Baba anaambia huyu kijana hafai. Binti atalia kwa kuona baba yake anamfanyia roho mbaya. Naam. Kwa hiyo jambo hili aliacha kwa mwanamke ajichagulie mwenyewe tu, la. Tai. Kwa hiyo mawali muweni makini, watoto wenu wasichezewe ovyo. Waqala sallallahu alayhi wasallam, idha ataakum, mtume amesema pindi anapokujieni alkhitabu lilawliyai, khitabu hii inaelekezwa kwa mawali. Pindi atakapokujieni, dhamiri ya wanaume hao, idha ataakum, watakapokujieni, alkhitabu liawliya, khitabu hii ni ya mawali. Man tardawna dinahu, yule ambaye mnairidhia dini yake. Akikujieni yule ambaye mnairidhia dini yake, wa amanatahu, na uaminifu wake, ndio akhlaqi hiyo. Fazawijuhu, basi muozesheni. Hadithi hii ni hasan, amepokea Imamu Tirmidhi, nambari ya hadithi 1084, na amesahihisha Imamu Albani katika Mishkat, nambari ya hadithi ni 3000
90. Mmefahamu hapo? Akikujieni yule ambaye mnairidhia dini yake. Dini iliyotajwa hapa ni dini gani? Uislamu. Shia Muislam, Ibadhi Muislam, Ahmadiyya Muislam, Sufi Muislam, Khariji Muislam, Ismailiyya wale tuliona jana Muislam, Batiniya Waislam. Kwa hiyo akikujia Muislam tumwozeshe, ndio unamuuliza tu wewe dini yako Muislam basi. Dini ni nini? Dini ni khudhu', kunyenyekea kile ambacho. Dini ni nini? Taarifu ya dini. Kuna taarifu ya dini khas, taarifu ya dini ya am. Dini ni nini? Barakallahu fikum. Al-Islam huwa al-khudu' wal-inqiyad lima jaa bihi Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Uislam ni kufuata na kunyenyekea kwa kile ambacho alichokuja nacho Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo huu ni Uislamu wa khas, sio Uislamu wa am. Uislamu wa am kuamini alichokuja nacho Adam alayhi salamu mpaka Isa. Huu ni Uislamu wa am. Uislamu wa khas ni kufuata alichokuja nacho bwana Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo ni mutabaa. Sasa yule ambaye akikujieni yeye ana mutabaa, mwana sunna salafi. Baada kuangalia salafi tunaangalia jambo lingine, akhlaqi yake ikoje huyu. Wapo ambao wanajinasibisha na usalafu, tabia zao chafu. Unaangalia tabia zake, mienendo yake, miamala yake, muashara wake. Mkiridhika fazawiju, mwezesheni. Kwa hiyo kuweni makini hapa. Dini inayotizama ni ipi? Ni ile dini aliyokuja nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam, dini iliyokuja kwenye kitabu na sunna kwa ufahamu wa wema. Dini hii anayo walillahi alhamd. Tutamhoji man anta, asema ana khariji, basi safari bwana, kwa heri, hamna mke hapa. Man anta, ana salafi. Tutampima salafi kweli, tutaacha kutaja uhizbi, taja mahizbi, jumuiyat, watu hawa wamepinda bid'a kadha na kadha. Tukiona uso wake unakwenda anakasirika, hizbi. Tumeona huko nyuma asema kwamba utamjuaje sunni? Aliuliza ni nani sunni, pakasema sunni ni yule ambaye wewe ukitaja matamanio, ukitaja bid'a mbele yake, yeye awe na taassubi katika kichochote. Kwa maana sunni ukitaja mambo ya bid'a yeye anafurahi wala hachukii, na ukiona unataja mambo ya bid'a, khitma bid'a, talqini bid'a, kadha bid'a, kadha bid'a, akachukia, usimpe mke huyo. Kwa yakikujieni yule ambaye dini yake na akhlaqi yake mnairidhia, muozesheni. Wallahu naha 'anil 'adli, na Allah Ta'ala amekataza al-'adli. Adli, mzazi kugoma kumuozesha binti bila sababu za kisharia. Na akaitafsiri al-'adl hapo mbele kwa kusema an yamna al-waliyu. Adli maana yake ni kugoma wali, kuzuilia wali, muliyatahu, kuwa kwake wali. Kugoma wali kuwa wali, kwa maana kusimamia nini? Ndoa. Kaambia binti yake kwa mtu huyo ambaye kwamba unamtaka wewe, kweli ana dini, kweli ana kadha, kweli ana kadha, lakini sisha tumwozeshe kwa sababu ni fakiri, hana pesa, tumwozeshe. Kama mimi ndio wali sikuozeshe, labda baba yako mwingine
Allah tabaraka wa taala amewakataza mawali kugoma kumuozesha binti kwa sababu binafsi, ukabila, urangi na mambo mengine. Min kufi, kumuozesha binti yule ambaye, kumuozesha kijana yule ambaye ana mukafa ana huyu mwanaume, huyu mwanamke. Ayamna alwaliyu mulatahu, muliyatahu, kukataa au kuzuilia wali kumuozesha binti yake min kuf'in, kijana ambaye ana mukafaa. Mukafaa mnafahamu nyinyi, miongoni mwa shuruti za ndoa kule kuwa na nini? Mukafaa. Patikane wali, mashahidi wawili, mahari, ridha zawjain, mukafaa. Mukafaa ulingano wa nini? Dini na akhlaq. Mefahamika? Ndio hilo tajwa hapa juu, man tardawna dinahu wa amanatahu fasawiyu. Wali amekatazwa kugoma kumuozesha huyo kijana ambaye ana mukafa na nani? Na bintiye. Amekatazwa kufanya hivi. Wala yakfi an tarda bihi, wala haitoshi kumridhia huyo mwanaume anayekuja kumuoa binti yake mtu, kwamba binti, yani huyu kijana tumemridhia. Haitoshi kuridhika tu, yani tukaangalia huyu kijana walillahi alhamdu, dini yake, akhlaki zake zinaridhisha. Haitoshi hilo tu, lakin la budda an yakuna kuf'an aidan, lazima huyo kijana awe na mukafa na binti yako. Ridhaa ipatikane, kwa sababu ridhaa ni sharti hiyo, na mukafa upatikane. Mukafa ni muendano wa dini. Hadha salafiyu wa huwa sufiyu, mukafa. Kwa lazima ridhaa ipatikane na mukafa upatikane, kwa sababu kuridhika tu, hata makafiri ukiwaona huko barabarani mabinti wazuri wamependeza unawaridhia, si ndio? Lakini mukafa uko sawa? Hakuna mukafa. Kwa lazima ipatikane mukafa. La budda min al-amrayn, lazima mambo haya mawili yapatikane, yakamilike. La kwanza, an yakuna kuf'an, huyo mwanaume anayetaka kumuoa binti lazima awe na mukafaa, ulingano wa dini na akhlaq. Wa an tarda bihi, kadhalika mwanamke awe amemridhia, awe na mukafaa. Na jambo la pili, awe na ridha. Tumeona hapo nyuma haruhusiwi mwanamke kuozeshwa kwa nguvu na kulazimishwa, ila kwa idhni au ridha. Wal kafaatu la ya'rifuha illa ar-rijal, na mukafa hawajui isipokuwa wanaojua ni wanaume. Wanaume ndio wanajua huyu ana mukafa na huyu au hana. Wanawake hawana taaluma ya kujua mukafa. Mara nyingi wako hivyo, na wanawake ndio ambao wanakuwa wakorofi. Kishaenda sehemu kuchumbia, wanawake ndio wanauliza maswali mengi. Je, huyo mtu ana kitanda? Huyo mtu amejenga? Huyo mtu ana masofa? Huyo mtu ana kadha? Huyo ana kadha wa kadha. Wanaume wakishaona huyo mtu anastahili, mambo mengine wataenda kutafuta. Kwani mimi nilipokuoa wewe tulikuwa na hivi vitu vyote, vitapatikana huko. Lakini mwanamke anataka mwanae akishaenda siku anamfanyia ziara akute vitu na nini na nini. Akishaona vitu hivyo vipatikani kwa kijana huyo, analeta kizuizi. Wajua nyingi, kwa sababu ameona mtu huyu ana ishara kutokuwa na hali nzuri ya kimaisha. Kwa wanawake hawana taaluma hii. Mefahamika vizuri? Mchumba akija, jambo hili lisimamiwa na nani? Wanaume. Naam, wanawake wafahamishwe kuna hali hii. Kwa hiyo tunaendelea kumchunguza. Ukimpa mwanamke kazi hiyo isimamie, umekwenda na maji, kwa sababu yeye hana zingatio la mukafaa. Anachoangalia mwanamke kwanza, mama kampenda yule kijana, huyu kijana nimempenda, nikiwaambia watu huyu mkwe wangu anaridhisha.
La kwanza anaangalia nini? Housing. La pili, nikiwa na shida ya shilingi 50,000 mara moja, nikimwambia baba mkwe nitumie pesa, anatuma. Lakini huyu majanga huyu hatumpi. Akina mama wengi wapo hivyo. Wala asema wal kafaatu la ya'rifuha illa ar-rijal. Ahlul uquli, watu wenye akili timamu. Watu wenye akili timamu. Kumbukeni huko nyuma Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema sijawahi kuona watu wenye mapungufu ya akili kama nani? Wanawake. Wenyewe wakakasirika sana. Kwa nini? Akawafahamisha. Huoni mwanaume mmoja anakuwa shahidi, lakini wanawake wangapi? Lazima wao wawili ndio wanakuwa mashahidi. Sema huo ndio upungufu wa akili zao. Na ni aya hiyo. Allah tabaraka wa taala ameeleza mkiwa mnaandikishana kwenye biashara muweke mashahidi. Mwanaume mmoja, akikosekana mwanaume mmoja, mashahidi wao wangapi? Wanawake wawili. Kwa nini ameweka wawili? Huyu mmoja akisahau atakumbushwa na mwenzake, lakini mwanaume mmoja anafaa kuwa shahidi. Huo ndio upungufu wa akili. Wakaridhika. Asema sijawahi kuona wenye upungufu wa dini kama wanawake. Pia wakauliza kwa nini? Asema naam, hivyo mwanamke anapokuwa yupo katika hedhi au nifasi, yeye mara nyingi sana kwa hasali kipindi kirefu. Jawabu naam, mwanamke akiwa na hedhi asali. Ambia huo ndio upungufu wa dini huo. Mwanaume ana hedhi ana nifasi kusali kila siku. Kwa hiyo jambo hili la kujua mukafa wamepewa wanaume ambao wenye akili timamu, na haina maana kwamba wanawake wana akili timamu. Tukizungumza wote kwa pamoja akili zao zina mapungufu, lakini tukimtaja mmoja mmoja, wapo wanawake ambao wana akili nyingi kuliko wanaume. Umefahamika vizuri? Tukitaja kwa pamoja tutasema wanawake wana akili pungufu, lakini tukimtaja mmoja mmoja, wapo wanawake ambao wana akili nyingi kuliko hakadha. Kwa hiyo wenyewe watakasirika sana, lakini ndio kitabu na sunna kimebainisha. La ta'rifuha an-nisaa'u, mukafaa hawaujui wanawake. Sahibatul awatifi, watu wenye kutamani na kupenda haraka haraka. Wan nufusi dhaifati, na watu ambao ni nafsi dhaifu. Wanawake ni watu wa kupenda haraka na watu wa kutamani na watu ambao nafsi zao ni dhaifu. Qawluhu wa ayyuma imra'atin wahabat nafsaha lirajulin, na mwanamke yote ambaye aliitolea nafsi yake kwa mtu ili aolewe bila mahari. Hibatul mar'ati nafsaha lirajulin, kuitolea mwanamke nafsi yake kwa ajili ya mwanaume yeyote, hii haijuz. Hadha khasun birrasul sallallahu alaihi wasallam, jambo hili ni maalum kwa mtume tu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala, amesema Allah ta'ala, wa imra'atan mu'minatan in wahabat nafsaha lin-nabiy in arada an-nabiy an yastankihaha khalisatan lak min dunil mu'minin. Wa imra'atan mu'minatan, na mwanamke muumini, in wahabat nafsaha lin-nabiy, ikiwa ameitolea nafsi yake kwa ajili ya mtume, aolewe bila ya mahari kwa ajili ya mtume. In arada an-nabiy an yastankihaha, ikiwa mtume atataka kumuoa mwanamke huyo, basi ataruhusiwa. Khalisatan lak, hii ni maalum kwa ajili yako, min dunil mu'minin, kinyume na waumini wengine. Suratu Ahzab aya 50. Lianna ar-rasula waliyun lilummati, kwa sababu mtume yeye ni wali, kiongozi kwa umma wote. Hii ni khasa kwa ajili yake. Tuliona hapo nyuma mwanamke mmoja alikuja kwa mtume sallallahu alaihi wasallam
akaja kuitolea nafsi yake nioe bila mahari, Mtume sallallahu alaihi wasallam kamtizama juu mpaka chini, kamtizama vizuri, hakuridhia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Bwana mmoja aliyoko pembezoni baada Mtume kukaa kimya kutoa jawabu, akasema, Mtume kama umpendi niozeshe mimi. Mtume haraka akasema, utafanyeje? Yani kuhusu mahari, unayo mahari? Asema, mimi na msuli wangu. Sahaba alikuwa anavaa sana misuli naam, ndio nguo yenyewe hiyo kisalafi. Nitatoa msuli wangu. Auliza, msuli wa nini? Asema, huu msuli ndio mahari. Mimi nikitoka nje, kwa kuwa nguo yangu moja nitavaa mimi, siku ambayo mke wangu anatoka out atavaa yeye, mimi nitakuwa ndani kwa kuwa sina nguo ya kuvaa. Mahari hayo hivyo. Mahari inatakiwa ukimpa iwe yake, sio baina ikaonekana yule bwana hana mahari. Ala kulli hali akamwambia katafute chochote japo pete ya chuma. Akaenda akatafuta huko, bwana akakosa. Alivyokosa, Mtume sallallahu alaihi wasallam alimuuliza, je, umehifadhi Qur'ani sura kadha na kadha? Akajibu, naam, nimehifadhi hizo. Akamwambia, basi nakuozesha, mahari yake utaenda kumfundisha baada ya kuwa umemuoa. Na hii ni dalili ya kujulisha ndoa inasihi bila kutanguliza chochote katika mahari. Alimwambia utamfundisha sura hizi, ndoa ikapita. Sasa hawa watu leo makhawarij wanaosema ndoa haisihi mpaka utoe mahari yote, hata ukitoa nusu na robo ndoa haisihi, ukitoa nusu ndoa haisihi. Mtume kamuozesha bintiye Fatima bila mahari chochote, tena Ali ibn Abi Talib hajui hata kama mahari itakuwa kiwango gani. Baada ya ndoa kupita ndo anamwambia, nataka nimuingilie binti yako. Akamwambia, sasa kama ndivyo tanguliza chochote. Ni sunna kutanguliza chochote kabla kumuingilia, ni sunna, si wajibu. Akasema sina. Akamwambia, ngao yako ile ya vita iko wapi? Hii ni dalili ya kujulisha hata mahari bado haijulikani kitakuwa kitu gani. Angejua mahari ni ngao, si angemwambia ngao yangu hii, mimi sina kitu, basi kalete ngao ile, natanguliza kingine tutakutajia kitu gani. Akatoa. Kwa hiyo hii ndoa ilifungwa wakati mahari imetolewa, hajatolewa. Adila ziko nyingi. Tayeb. Kwa hiyo hii ni hasa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Qawluhu yu'aqabani inna la minha shay'an, watadhibiwa ikiwa mwanaume atakuwa amewahi kumwingilia mwanaume huyo. Fa in ikiwa mwanaume amemwingilia mwanamke huyo. Fa in tazawwajatihu, ikiwa mwanaume atamuoa mwanamke biduni idhni waliyiha, bila idhini ya wali wake, fa innahu yufarraqu bainahuma, hakika mambo yalivyo watatenganishwa. Wa yu'aqabani ala dhalik, na wataadhibiwa juu ya kitendo chao hicho cha kufunga ndoa bila ya mahari, bila idhni ya wali. Lianna hadha al-aqda fasidun, kwa sababu ndoa hilo pita hapo nyuma ni fasid. Wallahu a'lam bis-sawab. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.